Tumekuwa katika kitabu cha Isaya 52 wiki hii kutoka Tuesday, Wednesday and Thursday, na tumejifunza mambo mengi pale, na najua ya kwamba Mungu wa mbinguni amezidi kukuzungumzia na kukubariki. Nilisema ya kwamba nuru ya Mungu inapokuja juu ya maisha yako, lazima uinuke kutoka mahali ulipo. Na wote waliokaa katika giza, nimetangaza mwezi wa November, you cannot continue to stay there in the name of Jesus Christ. This word of God is powerful. The Bible saying that the word of God is powerful. It is sharper than a double-edged sword. We cannot continue to hear the word of God and remain the same. I say we cannot continue to hear the word of God. Ili neno ambalo ubadilisha tasa anaitwa mama wa watoto wengi. Ili neno ambalo ubadilisha maskini anaitwa tajiri. Ili neno ambalo ubadilisha mdhaifu anaitwa mwenye nguvu. Ili neno ambalo ubadilisha aliyekataliwa anapigiwa saluti. Ili neno ambalo ubadilisha watu. I pray in the name of Jesus Christ, Son of the living God. May this word change your life today in the mighty name of the Lord. And Father, I pray in the name of Jesus that as I share the word this morning, let your name be glorified. Let your name be exalted, O God. In the mighty name of Jesus Christ, Son of the living Father, I give you praise for everyone that is listening to me today. Kwa sababu uko na neno la kila mmoja. Aliye mgonjwa anapona, aliyeambiwa hawezi endelea ataendelea, aliyewekewa mipaka na kufungiwa asisonge mbele, hiyo mipaka tunaivunja leo kwa nguvu za neno la Bwana. In the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God, aliyewekwa kwa giza asione nuru ya Mungu, leo tunatangaza nuru kutoka studio hii katika jina la Yesu. Nuru katika maisha ya watu, nuru katika jamii, nuru katika biashara, in the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. We give you all the praise and we give you all the glory, my God. In Jesus' precious name we have prayed, that everybody saying amen, amen, amen. Tuliachia katika mstari wa 7. Maandiko inasema, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, and who proclaim salvation, who say to Zion, you and God reigns. I came to say once again this morning on Sunday morning that you and God reigns. Mpendwa, huyu Mungu unayemwabudu, huyu Mungu unayemtafuta, huyu Mungu unayemtumikia is not another small God somewhere. Huyu sio Mungu wa kuchongwa na mti. Huyu sio Mungu, sio sanamu ya kubebwa. Our God reigns. He is a King of kings and the Lord of lords. He reigns. And I'm saying today, He reigns. No matter what you are going through, I came to tell you that our God reigns even this morning. Our God reigns even this morning. Our God reigns in that situation. Everything the Bible says is turning out, and He is working out everything for our good. I decree and declare today in the name of Jesus, hata maadui waliokuinukia, God is working it out to be for your good. Walipokuja wakaambia Yesu ya kwamba Lazaro amekufa, Lazaro ni mgonjwa, baadaye ripoti ikakuja ya kwamba Lazaro amelala, yani amekufa. Yesu alisema ya kwamba this sickness is not unto death, but it is so that the name of the Lord our God can be glorified. I came to announce to somebody today, you are not ending 2025 in tears and sorrow, but whatever is happening to your life today, I turn it around to be for a testimony in the name of Jesus Christ, Son of the living God. I say I turn it around to be for a testimony. You can believe the word of God today and your life will change forever. God is turning everything around. Nimeona maisha ya watu ikigeuka. Nimesikia shuhuda za watu. Nimeona matendo makuu ya Bwana. That is why I come here every day boldly, kwa ujasiri, nikisema ya kwamba Mungu wetu anaweza. Mungu wetu ni mshindi. Mungu wetu anatawala. Mungu wetu ni mkuu sana kuliko vile wanadamu wanaweza kudhania.
anaweza kufanya zaidi ya yale tuwazayo na zaidi ya yale tuombayo. Yeye ni Mungu milimani, yeye ni Mungu mabondeni, yeye ni Mungu asiyeshindwa. Yeye ni Alfa tena ni Omega, ndiye wa mwanzo tena wa mwisho. Yeye ndiye Mungu aitaye visivyo vinakuwa. Yeye ndiye Mungu akisema ndio hakuna wezaye kusema la. Yeye ndiye Mungu akikuelekeza kindole chake hakuna moja wezaye kuregesha mkono wa Jehova. Yeye ndiye Mungu ametukuka miaka ya zamani, anatukuzwa leo na milele na milele hata mbinguni. Jina lake limeinuliwa milele. Yeye ni Mungu asiyeshindwa. Na kutangazia mpendo asubuhi ya leo ya kwamba Yesu wetu amepewa jina lililo juu ya majina yote. Majina yote ya magonjwa yako chini ya jina lake. Majina yote ya wanadamu yako chini ya jina lake. Majina zote za laana yako chini ya jina lake. Nimekuletea jina lililo juu ya majina yote. Jina lake Yesu ni ngome imara, wenye haki ulikimbilia wakawa salama. Jina lake Yesu limetukuka juu ya majina yote. Na kuambia mpendwa, our God reigns in everything. Our God reigns in the mighty name of Jesus. Na maandiko inasema, listen, you watchmen, lift up their voices together. Listen, you are watchmen, lift up their voices together. They shout for joy when the Lord returns to Zion. They will see it with their own eyes, burst into songs of joy together, you ruins of Jerusalem, for the Lord has comforted his people. He has redeemed Jerusalem. Hallelujah. Pendwa, nilikuambia, when Isaiah is writing the book of Isaiah, the people of Israel wanapitia mambo mazito, wamekaliwa na maadui zao, wameteseka, lakini maandiko inasema in their situation kukashuka miguu juu ya milima, ikileta habari njema ya kusema ya kwamba Babyloni hii hamtaikaa milele. Wakati watu wanalia, wakati wamechukua tarumbeta zao wakaziweka juu ya miti, wakati wameambiwa tuimbieni nyimbo za Zayuni, wakauliza tutaimbaje nyimbo za Zayuni tukiwa katika nchi ya umateka. Wakati watu wamewadhihaki, wakati watu wamewakalia, wakati watu wamewatesa, maandiko inasema katika siku hizo walisikia miguu juu ya milima ikishuka na habari njema. Habari njema kwao ilikuwa ni kwamba siku inakuja ambayo ukombozi wenu unakuja na mtarudi kwenu Jerusalem. Wakasikia habari njema ya kwamba siku ya ukombozi inakuja na mtatoka katika umateka huu na mtarudi katika nyumbani kwenu kujenga Jerusalem. Pendwa, habari njema pia leo ziko, maana hata siku za Yesu alichukua kitabu cha Isaiah akiwa kwenye hekalu katika Luke chapter 4 verse 18, akasema the Spirit of the Lord is upon me to preach the good news unto the poor. Yesu akasema nimekuja kutangaza uhuru kwa waliofungwa, nimekuja kutangaza siku ya kibali cha Jehova. Nami leo nasimama katika siku yangu kama nabii wa leo kutangaza habari njema. Mpendwa, ninayo habari njema. Isaya alikuwa na habari njema kwa watu wake, Paulo alikuwa na habari njema kwa watu wake, Peter alikuwa na habari njema kwa watu wake. Nami nimekuletea habari njema mpendwa, nimekuletea habari njema mpendwa, nimekuletea habari njema mpendwa, ya kwamba kuna siku ya Mungu kurejea Zayuni. Kuna siku ya Bwana, when the Lord returns to Zion. Nimekuja nikutangazie mpendwa, kuna siku ya Bwana ya kurejea Zayuni. Mtu ananiambia askofu, mimi naona kama Mungu alituacha, mimi naona
naona kama Kenya Mungu ametusahau. Mimi naona kama Kenya Mungu ameachana na sisi. Wapendwa, nimekuja nitangaze kuna siku ijayo ya Mungu kurejea Zayuni. Mtu ananiambia, askofu, nyumba yangu haikai tena kama Zayona. Tulianza ikiwa ni Zayuni, lakini imegeuka kuwa ni Babiloni. Nilianza biashara hii ikiwa ni Zayuni, lakini imebadilika kuwa ni Babilona. Nimetumwa nikulete habari njema mpendwa, ya kwamba Bwana anarejea Zayuni, ya kwamba Bwana anarejea kwa hiyo familia, ya kwamba Bwana anarejea kwa hiyo nduma, ya kwamba Bwana anarejea kwa hiyo jamii, ya kwamba Bwana anarejea in the name of Jesus. Ninakuja na miguu kuleta habari njema ya kwamba Bwana anarejea. Mahali pamefanyika kuwa ukiwa, Bwana anarejea. Walitesa Waisraeli kule Misri kwa miaka 430, wakakaa ni kana kwamba walisahaulika, lakini wakati walilia wakamwambia Bwana, angalia mateso ya Farao, angalia vile tulivyoteseka. Maandiko inasema na Bwana akakumbuka agano aliloweka na baba yao Ibrahimu. Leo nimekuja nikuambia mpendwa, kuna mambo Mungu anakumbuka. Kuna mambo Mungu anakumbuka. Wakati wa Mordekai alikumbuka mema ya Mordekai, na kuna mtu ananiambia, pastor, mimi nakaa kama matendo yote mema niliyofanya kanisani. Nilinunua keyboard ya kwanza, nilifagia kanisa, nilifanya hii pastor, inaonekana ni kana kwamba Mungu alinisahau. Nilitoa sadaka zangu, nilitoa fungu zangu za 10. Mimi ndio nilileta mabati ya kwanza. Lakini nakaa nikana kwamba nimesahaulika. Nimesikia sauti ya Bwana ikisema, Bwana anarejea Zayuni. Nasema Bwana anarejea Zayuni. Kuna furaha shetani aliondoa kwa nyumba yako. Nimetumwa nikuambie, Bwana anarejea Zayuni. Nasema Jehova anakuja Zayuni, anakuja kuangaza tena, anakuja na nuru yake. Maandiko inasema Ephesians 5:13 ya kwamba nuru ya Bwana italeta kwa wazi yote yaliyojificha. Nimekuja nikutangazie Novemba hii mpendwa, yaliyojificha usiyaone, ya kutesa yakiwa kwa siri. Bwana anarejea Zayuni. Bwana anarejea Zayuni. Pastor, mimi nilikuwa naota ndoto, nilikuwa naona maono, nilikuwa natembea na Mungu, sijui kuliendaje. Nimetumwa nikuambie, Bwana anarejea Zayuni. Bwana anarejea Zayuni. Mchungaji, mimi nilikuwa natembea na Mungu, nilikuwa naimba sifa, nilikuwa na mtukuza Bwana, sijui kuliendaje. Nimetumwa asubuhi ya leo nikuambie, Bwana anarejea Zayuni. In the name of Jesus Christ. Walibomoa kuta za Jerusalem, wakasema Jerusalem haitawahi kujengwa tena, lakini Bwana alirejea Zayuni. Wakabomoa ukuta, wakachoma hekalu la Jerusalem, wakasema tumemalizana nayo. Wakabeba vyombo za dhahabu, wakaenda nazo kule Babiloni. Mfalme Nebukadneza wakawa wanazitumia pale, na kijana yake alipoingia katika utawala akaanza kulewa, akitumia vyombo za Bwana, vyombo za Mungu zilizochukuliwa katika hekalu la Jerusalem, zikawa ni za kunywea mvinyo, zikawa ni za kulewa nazo. Vikombe za ambazo zilikuwa ni za kuweka Holy Communion zimefanyika kule Babylon, ni za kulewa. My Father, my God, kuna mtu naombea siku ya leo, vyombo za dhahabu, vyombo za Jehova, vyombo za Jehova zilizotumika kwenye madhabahu, vyombo za Jehova zilizotumika kanisani kusifu Bwana, vyombo za Jehova zilizotumika
zinatumika ili kwamba kutoa mali yao. Vyombo za Jehova ambazo zilitumika kuwa asha, leo zinatumika katika ulimwengu. Leo hazisikii hata kwenda kanisani. Kuna chombo kimoja naona kinasema, pastor, mimi hata nimevunjika moyo, hata sisikii tena kwenda kanisani. Vyombo za Jehova ambazo zilitumika kwa hekalu na leo zinatumika kwingine. Nimekuja kutangaza, kama vile mkono ulitokea na ukaandika mene tekeo pereza, chochote kilichochukuliwa na wewe mtoto wa Nebukadneza uliyechukua vyombo za Jehova, leo unazitumia vibaya. Wangelikuwa wanaimba kwaya, umewazuia kwenda kanisani. Wangelikuwa wanaenda kuhubiri, umewazuia kwenda injili. Walikuwa ni asha, umewazuia kwenda kuwa asha. Walikuwa wanatoa mali zao, umewazuia kwenda kutoa mali zao. Bwana anaandika leo, mene tekeo pereza, in the name of Jesus. Aliyeshika vyombo za Jehova anaziachilia. Nuru ya Bwana inakuja. Natangaza kila mchawi aliyeshika vyombo za Jehova ili kwamba zisitumike katika hekalu ya Bwana, mene tekeo, in the name of Jesus. Chochote kilichoshikwa kule Babylon kisitumikie Jehova. Mungu aliweka karama zake ndani ya watu, akaweka uimbaji ndani ya watu, akaweka injili ndani ya watu, akaweka utu wema ndani ya watu, akaweka compassion ndani ya watu, akaweka righteousness ndani ya watu. Lakini leo kuna watoto wa Nebukadneza wamechukua vyombo za Bwana, wakazitoa kanisani, wakazitoa madhabahuni, wakazitoa kwa utumishi. Wameridhihaki jina la Mungu. Nasema mene tekeo, walioridhihaki jina la Jehova, waliokejeli wanaomtumikia Bwana, waliodhihaki watumishi wa Bwana, leo nasema mene tekeo pereza, in the name of Jesus. Kuna watu ninaondoa nyumbani leo, ninawarudisha kwa madhabahu. Kuna watu natoa kwa mbaa leo, nawarudisha kwa madhabahu. Kuna watu leo ninatoa kwenye outing na sherehe zisizo na maana, nawarudisha kwenye madhabahu in the name of Jesus. Kuna watu leo natoa kwa vifungo za wachawi na waganga na washirikina, nawarudisha kwenye madhabahu mene tekeo in the name of Jesus Christ. Maandiko inasema Bwana anarejea Zayuni. Kuna mtu leo nuru ya Bwana ianze kuangaza kwako ndanda, uone ya kwamba ulipomtumikia Bwana alikuwa anakuinua, anakubariki. Ukakutana na mwanaume akakuambia hakuna haja ya Mungu tena. Tazama leo, aliyekutoa madhabahuni ndiye anakufanya ulie. Aliyekuambia kuna haja ya kwenda kanisa ndiye ameanza kukuita majina. Aliyekuambia hakuna haja ya kwenda kwaya leo ndiye anakuchekelea. Hey my Father, my God, kuna watu nimekuja kuambia, rudini Jerusalema, rudini Jerusalema. Kuna miguu iletayo injili, kuna miguu iletayo injili. Hey, leo ndio unaamka unaambiwa, unajua kuna baridi, hakuna haja ya kwenda kanisa. Dada, si ulikuwa unanyeshewa? Wacha baridi, si ulikuwa unanyeshewa ukienda kanisani? Ndugu yangu, si ulikuwa unanyeshewa ukienda kanisani? Leo ndio umepata mtu akuambia, hey baby, hey roro, hey, hakuna haja ya kwenda. Nataka nikuambie mpendwa, huyo hakutoaye madhabahuni ndiye atakutumia kunywa divai. Waliotoa vikombe za Mungu Jerusalem ndio walienda kuziweka divai, ndio waendao kuziweka uchafu.
huyo hakutwae kwenye hekalu la Bwana, huyo hakuambiaye hakuna haja ya kwenda kanisani. Mnatumiwa vibaya na mapasta. Nataka nikuambie danda, huyo ndiye atakuweka uchafu, ndiye atakuweka divai. Walitoa vikombe Jerusalem wakaenda nazo Babylon. Zilipofika Babylon walianza kuzitumia vibaya. Na kuombea ndugu yangu, funguka macho. Danda yangu, funguka macho. Walichukua Samsona, mtu aliyepakwa mafuta, mtu aliyezaliwa akiwa Mnazareti, akaambiwa hata nywele isiwahi kunyolewa kwa sababu huyu ni Mnazareti. Akaanza kuterebuka akienda kwa Wafilisti. Na siku moja mpendwa, Samsona nguvu bando ziko, anaweza lara kwa kahaba na ang'oe lango la mji aende nalo. Anaweza lara pahali popote na atoke na uwe watu 1000 na mfupa wa punda. Lakini nataka nikuambie mpendwa, kuna siku moja, kuna siku moja hao Wafilisti watang'oa Samsoni macho. Kuna siku moja waliosema, Samson, wewe ni shujaa, unaweza kuwa watu 1000. Wewe ni shujaa, unaweza choma ngano. Wewe ni shujaa, unaweza funga mboya mikia. Wewe ni shujaa, unaweza beba lango la mji. Hao Wafilisti hao ndio waling'oa Samsoni macho. Nataka nikuambie my brother, Mungu aliambia Waisraeli, yule atakayejaribu kukutoa uweponi mwa Bwana, hata kama ni ndugu yako, chukua mawe ya kwanza na umwekelee na uite kijiji kizima, uambie, tazameni, huyu anataka kunitoa. Ni watu wangapi nimeona kanisani wanakuja nasema, pastor, mimi nampenda Yesu. Wanakaa mpaka ile siku tu mdanda hatapata mtu wa kumwambia I love you. Watarundi tena siku ya kilio, watarundi tena siku ya kuniambia, pastor, wanaume ni mashetani, wanaume ni mapepo. Wanaume sio mashetani, wanaume sio mapepo. Ni wewe ulikubali kuchukuliwa ukatumiwe kule Babiloni, ukawekwe divai kule Babiloni, ukatumiwa vibaya danda. Na kuombea leo kwa jina la Yesu, kuna sauti isemayo mene tekeo. Lazima utarundi kwako. Ukirundi, my brother, my sister, Mungu yuko tayari kukupokea. The Bible says the Lord is returning to Zion. Na akirundi kule, lazima ukubali kwenda na yeye. Nilikuambia mpendwa, hata unaposikia neno hili, lazima ukubali kulitendea kazi. Lazima ukubali ya kwamba this is my word. Unajua kuna watu wengi tumehubiria, na wanaposikia injili wanasema, hiyo ni ya fulani, hiyo ni ya fulani, hiyo ni ya fulani, hiyo ni ya fulani. Kwani yako danda ni ya lini wewe? Kwani yako ni ya lini wewe danda? Pastor moja alikuwa anahubiri mahali, na kuna mdanda yuko pale, kazi yake ni kukaa akisema, tell them pastor, tell them pastor, tell them pastor. Sasa pastor alifika mahali akauliza, naenda kumaliza injili, na huyu mdanda tangu mwanzo mpaka mwisho ni tell them pastor. Akasimama akauliza, ndanda, na yako ni gani kwa hii injili yote nimehubiri? Maana hii mambo yote nimesema ni ya tell them. Kwani yako, kwani sehemu yako katika injili ni gani? Mpendwa, wacha kurushia watu injili. This one is your word. Return to God, you prisoners of hope. Return to God, return to God. Mungu aliambia kanisa la Waefeso in Revelation chapter 2, angalieni mahali muliangukia.
Angalieni mahali muliangukia. Tazama siku ulikuwa unatafuta kazi ndanda. Oi. Haungekosa kesha. Why guy? Tazama siku ile ulikuwa unahitaji mtoto. Oh my God. Tumewaona. Ile siku mtu alihitaji kuolewa. Why? Tumewaona. Why? Ile siku mtu alihitaji kufungua biashara. Tuliwaona machozi ikajaa kwa madhabahu. Tuliwaona machozi ikatiririka kama maji baada ya kufika mahali. My God, leo kanisa imekuwa mbali sana pastor. Leo kanisa imeanza kuwa ndevu sana pastor. Masaa matatu ya ibada pastor ni mengi sana. My God and my Father, leo kumekuwa ni mbali sana. Watu wangelitembea, nimewaona wangelitembea kilomita. Ati leo likie pastor ni mbali. Likie tutafika kweli, lakini siku ya mahitaji, guys, siku ya matatizo, siku ya mahitaji kunakuwa ni karibu sana. Mungu wangu adhihakiwi wapendwa. Nataka nikuambie hivi ya kwamba Jehova Mungu adhihakiwi. Chochote apandacho mwanadamu ndicho atakachokivuna. Usikubali mpendwa kupangiangwa maombi na kupangiangwa ibada na shetani. Maana Waisraeli wakiwa Babiloni waliuliza, tutawezaje kuimba nyimbo za Sayuni sisi tukiwa hapa Babiloni? Mungu akakuja akasema ninawaachilia. Lakini kumbuka hata Mungu alipowaachilia, kikundi cha kwanza cha kuondoka nilikuambia walitoka tu watu 42,000. Milango iko wazi. Tangazo limekuja, habari njema imekuja ya kwamba mnaweza kurudi kwenu. Lakini ni watu wangapi walirudi? 42,000 ndio walifunga virago zao wakasema na twende, na tukarudi nyumbani. Twende turudi kwetu, twende turudi nyumbani. Wengine walibaki Babiloni wakisema hata tukiwa hapa si tunaweza tuabudu Mungu hata tukiwa hapa. Si kuna mtu ananiambia pasa, si hata nikiwa na nyumba, hata nikiwa kwa nyumba yangu naweza kuabudu Mungu. Ni Biblia gani mnasoma wapendwa? Hata naweza kaa hapa na niabudu Mungu. Kwani Yesu aliyesema nitalijenga kanisa. Kanisa ni eklesia. Eklesia ni kusanyiko la watu waliotolewa katika ulimwengu. Jesus akasema, I'm building my church. Which church is that in your house? Which church is that ambayo uko peke yako hapo? The Bible said in Hebrews 10:25, musiache kukutanika pamoja kama vile wengine wenu wanafanya. Maandiko inasema walikutana katika miguu ya mitume wakasikiliza mafundisho ya mitume. Nani huyo wewe anayekufunza? I come here to tell you my brother, return to Zion, all prisoners of war, because God is coming to Zion. I say God is coming to Zion. Mungu alishuka Jerusalem na akaanza kuwaita waliokuwa mbali, rudini Jerusalem, rudini Jerusalem. Akaanza kuambia rudini Jerusalem. Leo naona Mungu revival inashuka katika kanisa. Leo naona utukufu wa Bwana unashuka juu ya watumishi wa Mungu. Leo naona revival ikishuka katika kanisa, na Mungu yuko kanisani. Anaanza kusema Joe, anaanza kusema John msikie sauti yako. John mpokee baraka zako. John mpokee miujiza yenu. Bwana anarudi kanisani. Watu wanasema pana makanisa ya leo. Nisikie mpendwa, God is coming back to the church. God is getting back on the altar. Kuna madhabahu ambayo nguvu za Mungu zinashuka. Kuna madhabahu ambayo nguvu za Mungu zinashuka. And I want to tell you, tumeanza kuona miujiza iliyokuwa siku ya mitume. Tumeanza kuona ishara zilizokuwa na watu wa zamani. Tumeanza kuona mambo Mungu akiyatenda kutoka kwa madhabahu yake. Bwana akashuka Jerusalem, akaanza kusema John kutoka Babylon, John kutoka Syria, John kutoka kila mahali, John. Leo nimekuja nikuambia mpendwa, hey, God
is coming back to Zion. May you return to Zion. May you return to the house of God. May you return to the service of the kingdom. May you return. Naomi, return. Uliondoka kukiwa kuna mkate. Naomi, return. Naomi, return to Bethlehem. Kwa sababu Mungu amekumbuka Bethlehem. Nataka niwaambie wapendwa, God is coming back to Zion. God is returning to Zion. Kuna madhabahu leo itawaka moto. Kuna watumishi leo wanasimama kwa madhabahu. Madhabahu inaanza kuwaka moto. God is returning back to Zion because righteousness is coming back to the church. Utakatifu unarudi kanisani. Hey, my Father, my God. Yesu alisema kwa Jeremiah, je, watu hawa wataenda wafanye uovu, wafanye usherati, wafanye mambo machafu, alafu wakuja kusema nyumba ya baba, nyumba ya baba. Akauliza, je, ni kwa nini? Hii ni Jeremiah chapter 7. Akauliza, ni kwa nini mmegeuza nyumba yangu ikawa ni nyumba ya biashara? Hey, my God. Yesu alipokuja akauliza the same question. Akachukua fimbo, akachukua nyaunyo, akaanza kuwatoa moja kwa moja. Nyumba yake itakasike. Na nasema siku ya leo, nyumba ya Bwana lazima itakasike in the name of Jesus Christ. Nasema nyumba ya Bwana lazima itakasike. Mimi napenda injili ya Petro ambayo maandiko inasema mchawi anaenda anamwambia Peter, hata mimi ninataka hizi nguvu, na anakuja na pesa. Anamwambia Peter, hata mimi nahitaji hizi nguvu zako. Peter alimwangalia akamwambia, perish with your money, perish with your money. Najua kuna mtu anauliza, askofu, si tunahitaji pesa? Lakini wanapenda kuambia watu kanisani, ninahitaji Mungu kuliko vile nahitaji pesa. Maraba kata. Jehova akikuja, anakuja na utajiri wa mbinguni. I pray the name of Jesus. Wapendwa, turundishe utakatifu kanisani. Maandiko inasema in verse 11, depart and then go from there, touch no unclean thing, come out from it and then be pure, you who carry the articles of the Lord's house. Ooh, I wish I could have time. Mungu akasema kule Zayuni, songs will be sung. In verse number 9, akasema nyimbo zitaimbwa. Akasema nikirejea Zayuni, nyimbo zitaimbwa tena, sifa zitaimbwa tena. Mimi nina imani leo ya kwamba sifa, sisemi nyimbo, nasema sifa. Kuna tofauti ya nyimbo na sifa. Kuna tofauti ya nyimbo na ibada. Hey, my Father. Oh, watu wanaweza imba nyimbo, but they are not praising God. People can sing songs, but they are not praising God. They are just entertaining themselves, and they want to feel good about themselves. People can just sing songs. They say, let us worship the Lord, but they are just singing songs. Why? Ili kwamba ikubarike mbele za Bwana. It is not every song that is a praise unto God. I like telling my praise readers, sio kila wimbo ambao ni sifa kwa Bwana. Sio kila wimbo ambayo ni wa kuabudu Bwana. Kuna watu waliimba nyimbo kwa sababu ya hali zao. Tafuta ni nini unasema kwa madhabahu, mpendwa. Hata mahali unaenda leo, hata wewe praise leader unanisikia, ile kanisa unaenda leo, pima ni nini unaenda kuongoza watu nayo. Pima ni nini. Kuna nyimbo ambazo watu waliimba out of their own things. Oh my God. Oh my Father. Siku moja mtu alisimama akaanza kuimba wimbo ambao umeimbwa na mwimbaji mmoja. Mimi sijui alikuwa amepitia hali gani. Akiimba hiyo wimbo akisema, Bwana, walionizalisha wamenikataa. Sasa sisi unataka tuimbe walionizalisha nao wamenikataa. Sasa what are you telling us? Hey, na danda amefunga macho, anataka sisi turundie, hey Bwana, nipe uvumilivu, walionizalisha Bwana
wameniacha, wamenikataa, amefunga macho, mimi nafungua macho na muangalia. Nauliza sister, sasa mimi unataka niimbe walionizalisha jamani wamenikataa? Mimi hapana, that is not a worship song. Mtu anaweza kuwa alikuwa naimba ushuhuda wake. Pendwa, maandiko inasema depart and go from there. Touch no unclean thing. Come out of it and be pure. You who carry the articles of the Lord's house. Wewe ambao unaenda kwa madhabahu leo, wewe ambao unaenda kutumikia Mungu leo, maandiko inakuambia usiguze vitu zilizo vichafu. Mikono yako wiki hii imeguza nini? Mikono yako wiki hii, mikono yako ya kiroho imeguza nini? Oh my Father, my God, maandiko inasema nyinyi mbebao, nyinyi mnaobeba vitu za Bwana, nyinyi mnaobeba the articles of the Lord's house, mnabeba sifa za Mungu. Watumishi tunaobeba injili, miguu yetu inabeba injili ya Kristo. Maandiko inasema touch no unclean thing and I will dwell amongst you. Ni kwa nini hatumuoni Mungu katika ibada? Ni kwa sababu wabebao vyombo mikono yao sio misafi, mikono yao ni michafu. Wasemao tunaenda uweponi mwa Bwana, watuambiao inueni mikono tuende uweponi mwa Bwana. Mimi upenda kuwauliza, nyinyi mmekuwa huko hata mmejua uwepo wa Bwana ni nini kweli? Nyinyi hata mnajua uwepo wa Bwana ni nini? Juzi jana tulikuwa kwa nyumba na mke wangu, nikafungulia TV nikaona watu wakiimba wimbo nifinyange Bwana, nifinyange Bwana, nifinyange Bwana. Wale wanasema wafinyangwe, hata ukiwaangalia namna hii unasema Mungu akianzana na hawa wana entertain watu hapa ya kwamba Bwana nifinyange, Bwana nifinyange, Bwana nifinyange, vifua ziko wazi, Bwana nifinyange, Bwana. Mungu akianzana na kufinyanga hawa, nilikuwa naambia mke wangu hii kwaya itaisha hii. Mungu akianza kufinyanga hawa, hii kwaya itaisha. What am I saying, brothers and sisters? Kama tunataka kuona Mungu, ni lazima mikono yetu iwe misafi. Kama tunataka kuona Mungu, lazima tupeleke madhabahuni dhabihu ya Mungu inayokubalika mbele zake. Oh my God and my Father, I insist tena na tena. Mara nyingi najua ninahubiri injili ngumu, na hata kanisani watu wanaambia, pastor, leo umeongea mambo mazito sana. Ni kwa sababu mbinguni, napenda kusema kama Apostle Ng'ang'a wa CFF ya kwamba mbinguni, wapendwa, ni mbali. Mbinguni sio karibu, mbinguni ni safari. Ilifanya Paulo aache maisha yake, akasema yote na yahesabu kuwa bure kwa sababu kuna kitu nang'ang'ania. Yesu alisema mlango wa kuingia mbinguni ni mwembamba, wa kuingia pale ni kung'ang'ana, watang'ang'ana. Wapendwa, kama tunataka kuona nuru ya Mungu katika maisha yetu, mikono yetu iwe misafi, maisha yetu yawe matakatifu. There is no compromise to righteousness. I say unto you, lazima mtu wa Mungu ujichunge ni nini unafanya. Lazima mtu wa Mungu ujichunge ni nini unaongea. Lazima mtu wa Mungu ujichunge ni wapi unaenda. Lazima mtu wa Mungu ujichunge ni nani unatembea na wao. Lazima ujichunge ni nani unaonekana naye. Uwezi sema mimi sijali. You know, there was a message one time as I close, ilikuwa imezoea sana. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Let me tell you, if what you are doing is true, it matters. Uwezi kuishi wiki yote kwa uchafu. Unataka kutuongoza kwa madhabahu ukituambia it doesn't matter, it matters. Uwezi kuishi wiki yote unapiganisha watu, unagonganisha watu kanisani, unafanya usherati, unafanya uovu, alafu unakuja kwa madhabahu. Hey, it doesn't matter. It is time to go in the presence of God. Presence ya Mungu gani umeiona wewe? Isaya aliona akiwa ametoa unabii chapter 5, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, anasema in the ear King, I don't want to preach this way, I'm going to church. In the ear Uzziah died, I saw the Lord. Anasema nilipoona Mungu
niliona mimi ni mwenye midomo michafu. Have you seen him? Nyinyi mmebao, msemao mmeokoka, msemao mnajua Mungu, mikono yenu iwe misafi. Let me close here. Nikuambie na wewe mpendwa, uliye na maisha machafu, unasema askofu, mimi nimeishi maisha mabaya. Nataka nikuambie, God is returning to Zion. Mungu anakupenda. Alitupenda in Romans chapter 5 verse number 8. Anasema tulipokuwa tungali wenye dhambi, yeye alitupenda. Wewe mpendo unanisikia ukiwa nyumbani, unaniambia pastor, mimi hata nimefanya mambo mabaya, mimi nimefanya mambo machafu. Nataka nikuambie, ni kwa ajili ya mtu kama wewe Yesu alitoka mbinguni. Unaweza kumwambia Bwana, mimi nataka mikono yangu ioshwe na damu ya Yesu. Nataka mawazo yangu yaoshwe na damu ya Yesu. Nataka njia zangu zitakazwe na damu ya Yesu. Nataka nisafishwe na damu ya Yesu. Uko pale unaniambia pastor, mimi wiki hii nimefanya mambo yasiyofaa, hata hakuna mtu anayejua. Mungu wetu ni Mungu mwenye msamaha. Na kuombea ili utoke kwa nyumba ya Wababiloni. Vyombo za Mungu zilizo vitakatifu zisitumike leo kwenda outing. Zisitumike leo kwenda biashara ovyo ovyo. Zisitumike leo kulala kwa nyumba zikiona cartoon. Zirudi kanisani na kutoa kwa hiyo nyumba kwa jina la Yesu aliye hai. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Uliandike jina langu kwa kitabu cha uzima. Leo ninarejea kwa nyumba yako. Kama ulikuwa unafanya unduma, si umtajie Bwana, nataka nirejee katika maombi. Nataka nirejee in my intercessory. Nataka nirejee katika kufunga na kuomba. Nataka nirejee katika kukuimbia sifa. Whatever you want to do to God, kwa sababu ya ufalme, si umwambie Bwana leo, I am returning. I am returning as a prisoner of hope. I am returning to you, Lord, in the mighty name of Jesus. Na kuombea mpendwa, rejea Zayuni. Mungu anarundi Zayuni. Katika Zayuni kutakuwa na nyimbo za sifa na ibada kwa utukufu wa jina la Yesu. Asante.